Nani kamuita baba? Kila siku unatukana ndugu zangu. Haya leo kaja babako. Kusuluhisha. Nimechoka mimi. Wakija ndugu zangu na watukana wajifanya mbishi kama ya Iviza. Haya leo kaja babako kamtukane babako. Kwani wewe kibamia changu wewe kinakuhusu nini? Mpaka uko mzima wakewa na wanajua kwamba nina karoti ya 200. Utajua mwenyewe, twende sebleni. Sasa tutubishane baba asikie. Utamjibu ya ndani. Kwa mwanaume gani mbishi kama soksi ya marehemu? Nishachoka mimi. Nishaongea. Baba nishaongea sana mpaka ndugu zangu wamenisaidia. Nenda kwa ujani. Kuza, dawa ya kupaka ni wiki 2 tu ugomvi umeisha. Nyingine ni ya kunywa inaimarisha. Tupate watoto. Wewe unaona raha tupo sisi wenyewe humu ndani kila siku. Tukifa kesho ndugu wagombanie vitu kweli. Itajulikana baba akiondoka. Twende sebleni kwanza tukamfukuze ndugu tubaki familia. Tumfukuze ndugu? Marahaba. Mkwe yuko wapi? Hapa wazima lakini. Ndio karibu. Mbona ghafla sijakusikia hata ukinipigia simu? Mkwe wangu amenipigia simu. Akaniambia kuna shida. Mimi ndo nikaamua kuja kuitatua. Aha, sasa baba nikupe tu samale. Uzuri umepigiwa wewe. Angepigiwa mama kidogo ndo ningeona jambo ni zito. Wewe ni baba. Huyo ni pingu yangu ya maisha. Sasa shida iliyo hapa, mkweo hisia zimezidi sufuria. Yaani anataka apikwe wakati wali umefurumia. Muongo anakibamia. Ndo nilikuwa naenda huko, ila wewe umeiweka wazi sana mkwe wewe. Baba yako huyu kwa mdomo mrefu sasa hivi umekuwa na mdomo mrefu mkali kama kisu kipya. Tulia hapo tuyamalize. Hala. Umesikia saa mzee wangu? Huyu binti anasema nina kibanio cha kubania nguo kwenye suruali. Hakitoshi kubana hisia zake. Kanitia ndugu mpaka waganga wakuze, mimi nishagoma. Aliniingia kumpata na yate sike kupata hisia zake. Kwa hiyo kumbe unafanya makusudi? Ndio. Yaani mpaka uko wao wote uishe, wajue wote kwamba mkweo wao nani, sijui mkwe wao atakilibamia. Ili siku nimlengesha ndugu yake mmoja nimpe mimba ndo aelewe kwamba kafiki kwake.